Sasa balianza na ule baba alikuwa analia, dakika 5 nirudi nitengeneze. Alilia sana. Sasa wakamuuliza una miaka ngapi? Akasema ana 60. Hapo banaleta huyo msichana. Nilimuhurumia sana. Ule msichana alikuwa hajafanya dhambi, lakini alikuwa analia kurudi huku duniani atengeneze maisha, avae mzuri. Mtu anapaswa kuomba hivi. Akasema, Mungu, ninakujua we ni Mungu. Mimi fulani hapa nilifanya dhambi fulani. Kama ulifanya usharati, waanze kusema nilifanya dhambi, nilifanya usharati na mtu fulani, naomba nisame. Kabla hajaingia kufanya ile dhambi, lakini tayari ilikuwa mu mawazo yake, aliharibika. Sasa hapo nikaona bingu inafunguliwa, nikaanza kuona wamalaika wanalia. Sasa kama ukifikiria tu kufanya dhambi already tayari unakufa. Yeah. Muriega eroreri aitu na thikiriri itu nie ndi mwega muno Ngeto Simon K na ningumucokeria ngatho ni undu wa gwitikira gutunyitira thiini wa wira uyu turutaga. Karibuni sana muthenya wa umuthi, na itana ke introduce muthenya wa umuthi no mujitikirie ndeheto mathire twiri tutatu uguo. Wa mbere ni wa kambuni ya Tayari Lands and Housing. Ngurie wewe hau urenda ku invest na kambuni njega, kambuni njihokeku, na kambuni no ndimirutagira wira to ningwiraga nirutite wira nao kwa ihinda inene muno. Andu aria manumirire kuma rira ndambire gwika content tukoretwo twina kambuni ino, na ninjue mutiri moigwa ikigwetwo kana igikuruhanio na maundu moru ta makwa kuruta taito na gutunyana. Na ko ni kambuni hihi yaneka maundu macio miaka yothe miaka 6 mungiana igwa kaundu uguo ukiinvest na kambuni ino we safe. Ni kambuni njega na ngwiraga ndi haha ni undu waku. Nini ni brand ambassador waku wa gukwariria na wa gukurwirira ati ndingitikira gukurehera kindu na kimwe kiuru haha. Ndina broti gukwenderia kuma gwa kambuni ya Tayari. Broti iria ndirendia kuria Katutu citigarite broti ta inyoguo cia 180 cash na installment 200 ukagira deposit ya 50 balance ukarehera mieri 6, na ni broti ci handu Ramini, handu hega muno. Actually icio ndamwirire ni Katutu commercial, handu hega muno na ciina title. Beyo ndakugwetera ni hamwe na title o hamwe noguo. Ndina broti taru kuria Isinya kwina broti cia 450 cash na installment 500. Deposit ni 100 balance ukarehera mieri 6. Joska kwina broti cia 600 cash, installment 650, deposit 100 balance mieri 6. Ugenda mugunda ekemwe kana eka 2 kana eka 3 kuria mwena wa Matu, ku mwena wa Kithioko kwina migunda as low as 500,000 Kenya shillings ekemwe, kuma ekemwe kwambata. Ungenda handu ruini handu ngirima ni ukuona. Namba ya Tayari ya thimu ni 0715 99 9909. Na ona ni ngwiraga ungikenda kumenya uhoro makiria hihi no igwe ndukuhota kuhurira no uhure na 0724 33 3313. Another thing ni ati wewe muciari we hau na no wenda gukorwo kijoin Skymo Creative Training Institute. This is the best place for you. Hakundu kuria kwega muno gwa kurehe mwana waku akaiguaga mucie, kundu kwega muno we na ni agucemania na kothi iria angikorwo akienda tucietaga paying skills iria cigikorwo cikimuriha. We have skill based courses na twina certificate and diploma, and we are TVET accredited. Ugenda gwika kothi ta cia wiring, that is electrical installation, plumbing, CCTV installation, electrical, what do you call it, engineering, electrical engineering. Icio ciothe twina cio guku. Wenda gwika certificate and diploma, wenda gwika short course ni ukuheo artisan level, utapewa hizo courses zote. And our trainers, they are very professional. Mwena wa media twina film production, videography, photography, digital journalism, content creation. Icio ciothe bado twina cio. Maundu ma AI mekuo. Okorwo ni mwena wa ICT, we have ICT, we have cyber security, ethical hacking, we have mobile phone repair, laptop repair, we have something like web design and development,
and also we have software development. Kwina kothi nyingi muno twina cio ndingihota gucigweta haha ciothe, no ungikorwo wina interest oro yothe tuhurire na namba eno 0724333313 nigutumirwo brochure ina kothi cio ciothe na marihi mothe me hau tukoragwo mena Waruiru andu hetagwo OJ. Yes, karibuni sana ni twamugeithia eroreri aitu twi haha ndina director na Mr. Kamori ngucira riu na nigwethera ritwa CEO twi haha na nituoka twi guku mwena wa Katutu wi haha etiguo na haha nitwendetie broti Katutu commercial etiguo tondu barabara ni weno haha haha ona ndikwenda kwaria muno muko karibu sana riu haha ni haria tugaga ungihitio hinge maitho guo ati ugi atireke ngokira rucio ugakora hatire by the way haha ni thiti haria twatangathire broti igithira no tuko umwe riu twina mugunda ungi haha na nikio tuoka ndi haha ndi na Kamori na director na ndigwenda matugeithie muko karibu sana tutagwo Simon K reke tugeithio ni Kamori tucoke tugeithio ni director Kamori. Yes miroreri wa Simon K TV na nie nda kugeithia nie Kamori Simon andu aya nie ndwaraga site mahura thimu no nie twaragia nao umuthi ndi mukenu muno Simon tondu mugunda uyu ni uria tungiuga kuririkanwo ni Ngai ni ndirona hari uri kuona kanyamu gaka haha kari ni Ngai uturirikanite koguo ndimere maikare hau director ne gukorwo agitutake through koguo nake mwiroreri atuona hau nio ikinya na akiambia thabari ya cieko yes. Wow, thank you muno Mr. Kamori. Director we karibu sana. Asante sana. Riu uri Simon niguo geithia andu aitu niguo tionanite niguo no Ngai ni agithiete atutwarite wega na tukehoka onao o haria mundu ari niguo ati Ngai ni amuigite wega ni amugitirite niguo o toguo Kamoriga teng'ere tondu kidogo mwaka ucio no anyitana kidogo niguo no uyu turetikia ati Ngai ni agukorwo ekite maundu mega koguo toguo Kamoriga andu ari othe na title ciao niguo koguo andu makorwo makigira title niguo tuthie ta hamwe sai niguo thank you so much director handu haha wanatariria muno hakuhi maita hangu ci ni twendetie broti maita maingi muno etiguo muno ni twendetie broti nyingi na haha citirugamaga ni guthie tondu actually ngwiciria producer ndio kana regua ngari kihituka ni uracigwira kwa umbali okay ni wakigwa mwiroreri wakwa mugunda uyu uramie haha ni mita kindu cigana 50 meters mita 50 wow tuge ni thate na riu niyo bara ya gukingira ha mugunda-ini uguo komeire bara ni handu hega muno director no ni gukuhe o kamweke gaka tu utaririe o ndeka cigana ona nigetha hihi mundu utari waigua watuigua kana utari watuthikiriria amenye niki turamwira uhoro wakio. Karibu sana Simon riu ri ino ni extension ya Katutu commercial niguo Katutu tutoire toinete no mundu utoy waima Thika thiini wa ithaa ria kurimwe ugukorwo wi handu hetagwo Katutu niguo Katutu along barabara ya the Greater Northern Corridor ni weno nyitithanagia Garissa Road na kanyitithania Mombasa Road niguo kundu guku ni ndurangwira Simon ni Kanani ya Kenya niguo actually na Simon haha turi twi thiini wa Katutu Town Center uria wari original una wa mugunda uyu niwe wendetie Katutu guoko gwaku kwa left urorete na Nairobi Katutu yothe guoko gwaku kwa left mwena wa Nairobi wari thiini wa okay koguo town ino Simon nikio tumita commercial tondu guku guothe tuonaga oro town koguo tukawera ati mundu wi hau oke nigetha aigithie na Simon kundu guku ni uwi ni kuri thitima niguo ni weria mai no haha niguo mai ngwiraga ni makuma kuria Sogea
barabara nĩ weo mathibitari mathukuru taũni gũtirĩ services itarĩ thĩinĩ wake wa kũndũ gũkũ gacoka ngakwĩra ngiuma haha thĩinĩ wa ndagĩka ciaku 10 wĩ kabati ĩno ĩ haha nene ta thĩinĩ wa ndagĩka ciaku 15 wĩ matu nĩguo thĩinĩ wa ndagĩka ciaku 35 wĩ mũingĩ nĩguo Saimo hakĩrĩ ũndũ ũngĩ rĩu ũngĩkorwo gĩetha hatirĩ ũndũ ũngĩ mũndũ angĩkorwo agĩetha koguo tũkamera me karibu mũno o ũrĩa Kamori gũtarĩria atwĩre atĩrĩ rĩu taito icio ũrĩa tũtinangĩtie ũrĩa tũrendia nĩguo karibuni sana eroreri aitũ na ndĩmwĩre handũ haha nĩ twĩrĩga gũtangatha broti twarĩra makĩria ma mũgũnda eka cigana ũna no niĩ ona tondũ nĩrendaga gabroti haha ngĩũkĩra rũcinĩ rũrũ ngĩngira Kamori kabroti karĩa ka mbere rĩ akĩnjĩra Saimo ũkĩra toro nĩ gũkoma ũkomete broti hatirĩ ũguo haha nĩ harĩa citangathagwo actually tarũ andũ arĩa magũrĩte handũ haha nĩ marahamenya manoka ngwĩciria he mũndũ ũngĩona video ĩno agĩkwo tondũ ona nĩ kũrĩ andũ mendaga igĩrĩ agĩkora ndangĩhota kuona igĩrĩ rĩu ngwĩciria maigua video ĩno rĩ nona nĩ magũgĩcangamũka ihenya ũguo we mwĩroreri wakwa wona video ĩno harĩa ũkũmĩonera ndũkaria marĩgu na nĩ njũĩ Kamori ndagũtũhũra tondũ director nĩ wega tondũ nĩ tũconsideraga mũno tondũ kwaria makon nĩ kwendia rĩu ũrĩa kambuni iria ingĩrendia haha rĩ handũ haha no twendie goro na nĩ wega no tondũ ũrĩa twagĩkorwo twaria uga tondũ nĩ kũrĩ andũ makĩgũrĩte haha tũtikamatindĩke mũno ĩtiguo na ndĩkĩmere o ũrĩa twĩkaga mũndũ ona video ĩno nĩ ahũre namba itũ ya thimũ 0715999909 atũmĩrwo mabu ũthure kĩaya gĩaku harĩa ũrĩ tũgũtũmĩre account number ũrĩhe ũtũme message ũheo receipt ũheo sales agreement ũkĩnina mĩeri 2 kuma mũthenya ũrĩa ũkarĩkia kũrĩha tũgakũgarũrĩra taito yaku ĩingĩre rĩtwa-inĩ rĩaku nĩguo mwĩ karibu sana ona angĩkorwo wĩ kũnene wĩ diaspora tũkwĩraga twĩ haha nĩ ũndũ waku twĩna Kamori wahũra namba ĩyo kana ũhũre namba yakwa nĩ tũgũtaragĩria wega wenda tũgũtũmĩre mapu nĩ tũgũtũmagĩra kila kitu ona wĩ kũnene taito nĩ gũkinyagĩra o kũrĩa guothe ũngĩkorwo rĩ wĩ Gulf wĩ na gũkũ mĩena ĩno ya diaspora ciana gũkũ Rũraya UK uko kwote map taito nĩ gũgũkinyĩra o wega mũno mũgĩkĩenda gũka obici thiti kũrĩa Thĩka uga nĩ ũkĩingĩra Thĩka ũhĩtũke betũrĩ wĩ hau ya Shell eti harĩa gatitũ hau Shell hena building ĩtagwo Mco Plaza building ũngĩũka kũu 3rd floor room 302 nĩ ũgũkorwo obici tayari kũ no ngĩkĩrigĩrĩrwo mũno rĩ namba cia thimũ ciĩ hau nĩ cirathiĩ hau guothe nĩ ũgũciona so asanteni sana director ngwĩciria nduĩka hena ciugo ingĩ ngĩkĩaria haha tũtanarĩkia ithuĩ no kũmera atĩrĩrĩ marathimwo amen ta ũrĩa tugaga rũciũ ciana itikanakũria atĩrĩrĩ baba maitũ atĩrĩrĩ arĩa angĩ makĩgũra rĩ warĩkũ nĩguo mĩaka ĩngĩ ĩgũka ũgũkora nĩ mamirioni ma mbeca na tũtikwenda gũkana iguaga atĩ twendagia 150 hĩndĩ ĩyo ndwahotire rĩu haraima milioni 2 na ndwahota kũgũra koguo tũkamera me karibu mũno na Ngai amarathime mũno amen thengiũ mũno ona inyuĩ Ngai amũrathime mũno na mũthiĩ na mbere kũruta wĩra mwega ũcio mũrutaga kũ make sure atĩ andũ aya nĩ mũmethagĩra mĩgũnda handũ hega na mũkamahe taito nĩ mwakĩigua taito ciothe nĩ nyumũ gũtirĩ mũndũ ũngĩkorwo wĩna kĩũria so rĩu mwĩ karibu sana nĩ twamũkaribisha mũno ndĩmũtigĩre hau niĩ njĩtagwo Saimo K na mũthiĩ na mbere gũsubscribe na kwĩrorera asanteni sana karibuni sana watazamaji wangu kana eroreri yakwa mwĩ kũrĩa guothe mũrĩ niko na mwanadada ama mama yetu ama mtumishi wa Mungu amenitembelea siku ya leo na huyu mtumishi wa Mungu tumekuwa naye huku kwa mara mbili tumefanya episodes zake 2 na kuna episode moja yenye kila mtu alikuwa anangoja niliona kwa comments na nikapigiwa simu kadhaa kuhusu safari yake ya wokovu na kuna mahali alikuwa amenielezea ama alikuwa ametaja hapo awali ya kwamba kuna wakati alifariki na Mungu akamrudisha akakuwa uhai tena. So kuna mambo mengi sana tutasikia kwa hii hadithi yake. Ameweza kuelezea wakati alikuwa pande ya Uislamu kwa episode 1 na episode 2. So kama uko hapo na hujatazama hizo episode nitakuwekea tu hapo nitazipin ndio uweze kuenda through. Now from saizi nataka tusikize kutoka mahali tuliachia last time
na ningependa tusalimie, tuelezee venye anaendelea kutoka ile wakati tuliachana, kisha tuendelee na kusikiza hadithi yake. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Asante. Yes. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina ni Kaitesi Zulaika. Kaitesi. Hiyo jina Kaitesi ni venye nilisave kwa simu yangu, niliona haifai kuseviwa hivyo. Ni K-A-I Y I T-E-S-I. Ebu spell K K-A Y-I. Kaitesi. Yeah. Kaitesi. Okay. Zulaika. Ukaribishie mic, unajua unaongea tu pole pole, huna haraka nikaa wale watu huko Mombasani. Kaitesi. Karibu sana siku ya leo. Asante. Ndio tuendelee kusikiza story yako. Yeah. Nashukuru Mungu kunipa nafasi kurudia. Niko salama. Na nyumbani wako salama. Kila mtu wako salama. Kila mtu wako salama. Asante sana. Sasa safari yangu ya wokovu, wakati niliokoka mimi, sikukuwa najua kuna kitu inahitajika kwangu. Nilikuwa naokoka tu, nikae mkiti ndani ya kanisa nifundishwe, nikuwe naenda Sunday tu. Lakini hapo nilikuja kujua nina mwito. Na kitu nilijifunza hapo, kila mtu hapa dunia ana mwito. Hakuna mtu yuko dunia bure. Kila mtu ana kazi hapa duniani. Lakini mara mingi unakuta watu hatuelewe kazi yetu ni gani. Hapo nilikuja kujua kazi yangu mimi. Ni wakati kabla sijaokoka nilikuwa nasikia ile masauti ya mashtani, mapepo. Lakini wakati niliokoka ilikuwa sauti, nikaanza kukua na sauti sasa ni mbili. Hapo shida ni kutofautisha. Kuna sauti ya shetani na ya Mungu. Yeah. Utatofautisha aje? Kwa sasa kitu nilijifunza sana kutofautisha hii sauti ya Mungu na ya mwovu shetani ni kunyenyekea yako kwa Mungu. Kwa sababu Mungu akizungumza na mtu mara mingi anazungumzia mambo unaona kama ni ngumu sana kwa utaweza. Lakini shetani akizungumza anazungumza kufatana na mapenzi ya dunia na mapenzi yako we mwenyewe na tamaa za roho yako. Zile vitu zenye wewe unataka ndizo unasikia. Shetani anakuletea haraka na anazungumza, anakuletea na mfano, anasema kafanye hivi utakuwa hivi. Acha niseme mfano. Wakati niliokoka kuna vitu Mungu alikuwa ananikataza. Shetani akanieleza binadamu hawezi kuishi bila kufanya hizo mambo. Ni kama gani ulikuwa unakataza? Mungu alinikataza nisirudi na ule bwana Muislamu. Sasa shetani yakakataa, akasema haviwezekane, unaona mna watoto, naona mko hivi Sasa na anakuletea mifano, lakini hiyo si mapenzi ya Mungu. Sasa na Mungu akasema karudi huko utakuwa unafanya uzinzi na usharati, na wazinzi na washarati hawatariti ufalme wangu. Na shetani akarudi akasema, si unaona sasa utaishi je? Batu watakudharau, batu watakuchekelea, unaona. Sasa ukamwamini, unaenda kulingana na mapenzi ya dunia, kuogopa watu wasione, watu watasema. Mara mingi mapenzi ya shetani anakuonesha watu watakusema, watu wanasema nini.
Na Mungu aangalie hiyo. Sasa hapo nikaendelea na hiyo sauti, lakini mimi niliweza kutofautisha. Kwa sasa niko sawa. Hapo nimeelewa. Shetani anakuambia zile mambo unataka kusikia, lakini Mungu anakuambia zile vitu ngumu unasikia ni kama haziwezekani. Okay. Lakini ni vitu mzuri. Sasa wakati ninaendelea na safari, nilikuja kuishiwa pesa. Wakati niliishiwa pesa, nilikuwa sina pesa, na sitamweleza ule baba ninaokoka. Kwanza nilianza kuokoka ninajificha. Na Mungu alituachanisha, anamuweka inchi nyingine na mimi nikakaa inchi nyingine. Sasa nikateseka sana juu ya kukosa chakula. Wakati nilikosa chakula sana, mimi nikaanza kumweleza Mungu, afadhali sasa uniue. Niliomba kifo mimi mwenyewe. Nikaomba kifo, nikasema Mungu, mimi ninaonekana kwako sina faida. Uniue nikuondokee, kwa sababu nikamletea na mfano kwetu, kama chakula ina faida inachacha tunaitupa kwa dustbin. Sasa nikamweleza Mungu aniue, kwa sababu nikajiona sina faida, sina chakula kwetu, bali nikataa. Baba yangu akaitisha mkutano wa dada zangu na wa ndugu zangu, akawaeleza sasa ule aliisha okoka, muachane na yeye, msimtembelee, mumwache kwenye alienda balokole, wakuwe wa ndugu zake, wakuwe wa kila kitu yake. Sasa nikakataliwa kwa nyumba. Sasa nikaona, na hapo nilikuwa ninaishiwa na pesa, sina chakula. Watu wamekukataa. Watu wananikataa. Ninakonda sana, lakini nikaendelea kumpenda Mungu, kwa sababu wakati nilikuwa namuuliza Mungu, sasa mbona ulisema uliniweka kwa step number 4, ukasema majaribu iko chini ya miguu yangu, sasa mbona ninateseka sana? Akanieleza ni shetani anakufata akurudishe nyuma, si mimi. Akasema ni shetani. Sasa hapo alikuwa anasema ninahitajiwa kuvumilia. Sasa hapo nikaendelea, hapo nilimuomba kifo. Niliomba mbaya sana. Nilikuwa unaona kama mtu anaokoka, kuna mahali anafika na teseka sana kabisa. Mimi nikasema kwa sasa kwa Mungu sina faida. Acha niue. Niliomba mimi peke Mungu aniue. Ilikuwa ni saa 6 ya usiku. Nikaendelea kuomba Mungu, ona sina faida mbele zako, mimi nataka kufa. Nataka uniue. Sitaki kuishi. Sasa hapo nikaendelea kumuonesha mfano, nikamweleza kama vitu havina faida si wanatupa kwa dustbin. Nikamuonesha kwetu chakula ikachacha, si tunaitupa kwa dustbin. Sasa na mimi ninafanana kama kitu akina faida nitupwe kwa dustbin. Nilimuona Yesu. Alikuja kuniua. Alinitoanisha. Niliona hivi, alileta kiti anakaa mbele zangu, sasa kanitoanisha mwili. Mimi nikakuwamo wawili. Mwingine analala hapo, mwingine anaweza kutembea, anaweza kufanya chochote. Mwili banautoanisha. Sasa huyu mwingine ni ana uwezo wa kusema. Sasa akanieleza, weye unafujo sana. Sasa kitu nataka ufanye, kamata huyu umrudishe ndani mwa huyu. Nilishindwa. Niliona
kifo ni kitu mbaya sana kwa hii dunia. Mtu akikufa kama haiko ndani ya Yesu Kristo ni mbaya, ana regret, analia, anateseka. Nililia, nikateseka, nikagusa kitu ninaingia. Nikagusa kitu hivi siwezi sikia. Ukagusa mezi ukaona haujisikie. Ukagusa kitu unaona unaingia. Ukagusa hapo kama hapo kwa nini popote unagusa haujisikie, unageuka kama kakaratasi kanapelekwa hivi na upepo. Sasa hapo niliona kwa kweli ninakufa. Nililia, nikateseka. Ni mimi nilikuwa naomba nikufe, nilikuwa nadhani kifo ni kupumzika. Kumbe kifo si kupumzika. Kifo ni mwanzo wa maisha ya mtu ya milele na milele. Nilihangaika, nikalia, sasa nikaenda nikamwabudu, nikampigia magoti, nikainua mikono na nguvu, nikamlilia, nikamwelezea, ninakujua Bwana Yesu Kristo, ni wewe Bwana, kuna Bwana mwingine, ni wewe Bwana wa maisha yangu, ninakuomba nirudishe mwa ile mwili, ninauomba sana. Akaninyamazia. Sasa kitu nilifanya, nililala chini, nilimsifu nikilala chini anihurumie, anisikie. Nililala chini, nikamuomba, nikateseka, nikalia sana, nikamweleza, hii niyo mara yangu ya mwisho kukuzoea tena. Ninajua ni wewe mwenye uwezo, mwenye nguvu. Sitaongeza kitu kama hiki. Nililia sana, nikachoka na sauti, nilikuwa nalia na sauti. Kifo. Nasema kifo ni kitu mbaya sana. Kama unakufa ndani ya dhambi. Kama unakufa ndani ya dhambi. Sasa nikaendelea kumulilia Mungu sana hapo. Kitu alifanya, akaniletea usingizi, akanirudisha ndani ya mwili. Hapo hakunionesha kitu, anioneshe benye biko kumoto nini. Sasa nikaendelea na safari. Siku nyingine ilikuwa ni mchana na saa 4, akaniletea maono. Ile yenye nilikufa, akaniletea maono, ananieleza. Nilikuwa tu macho. Akanipeleka mahali, akanieleza, kuja nikuoneshe. Akanionesha batu banalilia kurudi vile mimi nilikuwa nalilia kurudi. Alinionesha watu balikuwa aina 3. Kulikuwa msichana wa miaka 17, kulikuwa baba wa miaka 30 na mwingine wa miaka 60. Sasa balianza na ule baba, alikuwa analia, dakika 5 nirudi nitengeneze. Alilia sana. Sasa bakamuuliza, una miaka ngapi? Akasema ana 60. Bakamweleza, hiyo miaka yote ulifanya kudunia bila kuelewa kazi yako? Bila kuelewa kitu nafanya, haukupewa. Na huyu baba wa Satia naye wakamleta, alikuwa naomba dakika 2, banaomba dakika kidogo, na bakamuuliza, una miaka ngapi? Anasema 30. Bakamkatalia, bakasema hiyo miaka ilikuwa mingi kwako kutengeneza maisha. Hapo banaleta huyo msichana. Nilimuhurumia sana. Ule msichana alikuwa hajafanya dhambi, lakini alikuwa analia kurudi huku duniani atengeneze maisha, avae mzuri. Alikuwa anavaa mini skirts. Wakati anavaa, watu wakiona miguu yake balimuonesha alilala na wanaume wengi. What? Sana. Juu ya wakati alikuwa anatembea, nikarudishwa huko, bakanionyesha screen, nikamuona akitembea, bakamtamani.
tayari analala na huo mtu. Okay. Na hakuwahi kwa mwili yake hakuwahi kulala na mwanaume yoyote. Lakini hapo akili akasema, sikujua, munisamee, dakika kidogo nirudi nitengeneze maisha, nirudi nitubu, takuwa nafanya mzuri kila kitu, takuwa navaa mzuri. Sasa hakupewa, walimuuliza una miaka ngapi, anasema 17. Sasa bakamwelezea, hiyo miaka ni mingi sana kwako, kwa nini haukujua? Anasema hakujua, hiyo miaka ilikuwa inatosha kwako kumjua Mungu. Na hapo kitu nilikuwa nilifundishwa, bakaanza kunionyesha kijana akakomaa, anaanza kuona ye ni mkubwa, ataondokea wazazi. Unaona mara mingi kule ku village kijana anaondoka mnyumba ya wazazi, anajijengea kanyumba yake. Sasa hiyo akili ni ya hapa dunia, mtu akajiona ni mkubwa. Sasa kwa nini mtu hawezi kujiuliza Mungu ni nani? Kwa nini niko mzima? Kwa nini nina uhai? Sasa ndio maana watu hawakupewa kurudi, kwa sababu kwa akili ya dunia bana haraka. Sasa kwa hizi mambo za Mungu banazarau na ni za kweli. Hapo ni bakanionyesha hapo tena watu wengine ndani ya kanisa balikuwa Kristo banaokoka, lakini tena bakanionyesha banapiga magoti ndani ya moto kimulilia Yesu. Bakisema, Yesu, tunajua unaweza kutukomboa mahali hapa kwa huyu moto. Na wakainua mikono sana na wakapiga magoti na kumulilia, bakasema awakomboe. Basi hapo kitu nilijua, niliona uzima hii tuko nayo ni ya muhimu sana kutengeneza maisha. Ukakosa kutengeneza maisha yako hapa, kule hautapewa nafasi. Sasa na Mungu anatuangalia sana, tukue na akili yake, tusifate ya dunia sana. Sasa hapo nikaendelea kuona watu wanamlilia Mungu, lakini hawezi kuangalia. Wanamlilia Mungu lakini Mungu hawezi kuangalia. Sasa kitu nilikuwa nafundishwa ni kama mtu anatoka ndani ya mwili, hakuna chansi nyingine. Hata kama unalia, hata kama unafanya nini. Sasa mimi nikaoneshwa hao watu wanalilia Mungu, banainua mikono juu sana, banapiga magoti kumsifu Mungu na banaomba kabisa. Banaomba sana sana na sauti, banaomba Mungu awahurumie na hawezi kuwasikia. Hapo kitu nilifundishwa ni tuna wakati ni huyu. Mtu banamweleza kuomba, anasema kama kinywa wala sauti anaikopesha kwa jirani. Hawezi uomba. Mtu bakamweleza kupiga makofi, pigia Bwana Yesu makofi, anafanya hivi. Kama mikono alikopesha isikuje kuisha. Sasa bakamweleza inua mikono, anafanya hivi. Kulu utainua mikono na hakuna mtu anaiona mikono. Kama ni kuinua mikono, mtu ajifunze uinue mikono, umuoneshe Mungu uko mahali hapo unainua mikono, si kwa sababu ya pasta anasema, kwa sababu unamutii. Uinue mikono umutii. Kama ni kupiga makofi, umpigie Yesu makofi. Na ni kwa ajili ya maisha yako, si kwa ajili ya ule muongoza naongoza. Kama ni kuimba, mtu yimba ujue ya kwamba unamuonesha Mungu, na Mungu anaangalia ndani ya roho sana.
Basi hapo nikaona kweli tuna bahati sana kukua mahali hapa. Ni tunaweza kutengeneza maisha. Kweli. Tunaweza kubadilisha kila kitu. Sasa hapo nikaelezwa uende ukabeleze wenjako. Ilikuwa ni maono tu, nikarudi nikashangaa. Nikashangaa hapo, nikaanza kuona mimi ninabahatika sana kukua hapa, na ninapenda kusema sana kitu ninabakisha ni kutengeneza maisha na kufikisha chenye Mungu anataka nifikishe hapa kwa watu wake. Na hatuna wakati, unaona. Nilikuja kuona maono ingine, hiyo si maono, ni ndoto. Niliona alama hapo juu. Wakati niliona hiyo alama, ilikuwa inaandikwa na lugha nilijua niko kwa ndoto, ilikuwa ni Kiebrania. Sasa mimi sikuweza kusoma, nikaanza kujiuliza ni nani anaweza kunijulisha hii lugha. Sikujua, lakini nikaanza kusikia watu wanasema Mungu tukumbuke, Mungu utukumbuke. Hapo kitu nilifundishwa. Ninakuaga na mtu ananifundisha wakati ninashindwa, akanieleza hivi, wakati inakaribia, wakati ya mwisho. Kitu nilijua ni mwaka itakuwa haraka sana ikuwe kama mwezi. Mwezi inakuwa haraka sana ikuwe kama wiki. Wiki itakuwa haraka sana ikuwe kama siku. Siku ikuwe kama masaa. Na mtaona hizo mambo zinaendelea kule. Hiyo alama niliona ilikuwa inamaanisha kila kitu ni haraka sana. Sasa hapo nikaendelea kuona watu wanasema wakati tulikuwa watu wengi tunaona hii alama, watu yote walijua Yesu anakaribia kurudi. Wakaanza kusema Yesu tukumbuke, Yesu tukumbuke. Nilikuta mama moja alikuwa anaomba. Hii alama ilimuogopesha, alienda kuomba, anasema Mungu ni kumbuke, unisamee kabisa, dhambi zangu zote unisamee. Sasa hapo mtu ananifundisha, kanieleza hajui kuomba masama. Kuomba? Nilikuwa najifunza sasa namna ya kuomba masama. Watu wanaomba aje msamaha kwa Mungu. Msamaha. Okay. Yeye alikuwa anasema Mungu nisamee, unihurumie, unisamee dhambi zangu zote. Sasa akaniuliza, sasa huyu anaomba aje? Sasa hapo nikaanza kufundishwa mtu anapashwa kuomba hivi. Akasema, Mungu ninakujua we ni Mungu. Mimi fulani hapa nilifanya dhambi fulani. Kama ulifanya usharati, waanze kusema nilifanya usharati na mtu fulani, naomba nisamee. Wala niliroga mtoto wa rafiki yangu fulani, naomba nisamee. Maana yake kutubu na kukiri. So lazima useme ile kitu ulifanya. Kama ukusema, shetani anakufuatilia. Anasema uko wake na anajua maandiko sana. Na hapo hiyo ndoto ilimalizika, lakini wakati ninatoka kwa ndoto ninaanza kujifunza hiyo kitu. Hapo ilikuwa ninajifunza sana kutubu. Sasa nikasikia Zaburi 32. Hiyo Zaburi 32 ukaisoma vizuri, inakuelekeza wakati mtu hajatubu anakauka. Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani ya mtu kama hajatubu.
Sasa hiyo Zaburi 32 kaisoma yote inakuelekeza, lakini inasema kumwanzi inasema hivi wakati mtu anatubu Mungu anamsamehe dhambi zake zote. Okay. Kama nakiri na kutubu. Basi hiyo nayo ikaondoka. Nikaoneshwa kitu yingine, niliona tena maono. Nilipelekwa mahali nikaona vitabu, lakini si vitabu hii ya makaratasi, ni kama kompyuta. Okay. Ilikuwa kompyuta moja hapa, ingine pale. Sasa mimi nikaanza kuona majini naingia mwa hii kompyuta majina tuseme kama nikaitesi Mary, Sara, nani majini inaingia majina ya mtu yote mbili na tarehe. Sasa hapo nikaendelea kuona na kompyuta ingine nayo ina majina. Sasa nikaona hii kompyuta moja majina inatoka hapa inaenda mwa ile kompyuta ingine na ile majina inakuja hivi. Sasa nikajiuliza hii ni gani? Mtu akanieleza hii ni kitabu ya uzima, ingine ni kitabu ya wafu. Sasa nikamweleza kwa nini hii majina iwezi kubaki hapa na ingine ibaki pale. Akasema ile ya kutoka pale bale wanatubu kutoka kule wanakuja hapa. Hawa wanaanguka wanaenda kule. Sasa kitu kilinishangaza ni mtu alikuwa tuseme namba 5,000. Wakati anakuja anajikuta iko 13,000 na sijaelewa. Acha nilete mfano mzuri. Unaweza kukua namba tuseme uko namba 5. Wakati unarudi unakuja uko namba 15 wala namba 25. Nikauliza mbona huyu alikuwa hapa ni namba hii ninaiona. Sasa imechange sababu wanakupita. Wakati wanakupita unasonga nyuma. Wakati wanakupita unasonga nyuma. Sasa watu wanatubu wanaingia mkitao cha uzima, watu wanaanguka wanaingia mkitao ya kufa. Sasa mimi kitu nilikuwa nauliza kwa nini mtu kama anatubu akirudi kwa nini habaki kuna namba yake? Hapo nikapewa maandiko. Wakati nilitoka sasa kwa hiyo ndoto, nikafikiri, nikajiuliza, nikapewa maandiko mwanzo watakuwa wa mwisho. Hapo hiyo nayo niliiona, nikaendelea na safari. Kifo, mtu kukufa kule kwa Mungu mbinguni. Nilioneshwa, ilikuwa ni mchana, nikaoneshwa mbingu zinafunguliwa. Nikaona wamalaika wanalia, walikuwa wanalia. Kulikuwa baba moja ni pastor, alikuwa kabla hajaingia kufanya ile dhambi, lakini tayari ilikuwa mawazo yake aliharibika. Sasa hapo nikaona mbingu inafunguliwa, nikaanza kuona wamalaika wanalia. Sasa kama ukifikiria tu kufanya dhambi already tayari unakufa. Na wakati hiyo kifo Mungu anaiona, wakati niliona wamalaika wanalia. Wakalia, wakafanya kilio. Wakasema hatuna kazi tena, mwenye tunatumikia alishafariki, pakamtaja jina. Fulani alikufa, nilikuwa mtumishi wake kwa kitu fulani. Nilikuwa mtumishi wake kwa kitu fulani. Ni mimi nilikuwa nasaidia, kilio kabisa. Sasa
nikaona kilio, wanalia kilio kule bingu. Bingu ilifunguliwa, nikaanza kusema nilijua wa malaika watumishi wa huyu mtu biko wanamulilia kazi yao inamalizika. Sasa hapo nikaona huyu baba, nikarudi sasa kwa maono, nikamuona huyu baba alikuwa na msichana. Msichana alimwendea ule msichana, anamuomba wafanye zambi. Kabla hawajafanya zambi, maono hapo ilinipeleka nione anakufa na wa malaika wanalia na hawatamtumikia tena. Na hapo nilijifunza kila mtu hapa dunia ana wa malaika wanamtumikia. Sasa wakati huyu mtu anakufa, kifo ile ya si ya mwili, ya ndani ya zambi, kiroho, unaona tuko hapa lakini tunakuwa present binguni. Wakati uko present binguni, uko present kuile moto, kuile inchi ile mbaya ya mateso. Sasa ni mbili, hakuna katikati. Wakati tunakuwa present kule binguni, bana tuona na malaika wanaendelea kututumikia. Ndio maana kama natembea ndani ya utakatifu, unaitisha kitu, unaomba na unasaidiwa. Wanakuwazia kukufanyia mabaya, haitakushika. Banakuroga, malaika wanakuja wanafagia. Banakuroga usiku ndani kwa mlango, watumishi wanakuja wanafagia. Banakuwekea prison ndani ya chakula na malaika wanaibadilisha. Wanakuletea chakula ingine, wala malaika sasa wenye wanakuangalia. Sasa wakati unakufa wanalia. Hiyo niyo kitu nilijifunza sana. Okay. Sasa malaika wenye wanalia ni wenye wanachunga, wanatumikia watu. Wanalia. Na sasa niulize, mbona hawakuzuilia ufanyiwe mabaya? Kwa sababu kazi yao ni kukulinda. Mbona hawakuzuilia usikufe? Kuna vitu Mungu anaruhusu, anaviacha. Kama Ayubu, Mungu aliruhusu shetani afanye yote, lakini mwisho Mungu aoneshe uwezo wake. Na kama hawa wa malaika wa kulinda mtu wanashindwaga sababu ya mtu, ni sisi tunawapa nguvu. Wakati tunatembea ndani ya utakaso, wanapewa nguvu na wanaongezeka. Si moja, ni wengi sana. Mtu mmoja anaweza kukuwa na wamalaika wengi. Mimi niliweza kuona hiyo siku, wakati hiyo nilikuwa na 25. Ilikuwa ni mistari 5 nikawaona. Nilibarikiwa, Mungu akanionyesha hiyo kitu. Bana tutumikia. Mfano ni kama wajeshe. Kama jeshe anaanza ni kopolo, mnaanza na kopolo, anaenda sergeant, kama captain, kama major, bana wanajeshi tofauti. Kama uko mkubwa sana, unapewa wengi kulingana na kazi uko nayo. Sasa hiyo kitu niliona kifo ya Mkristo si ya mwili. Wakati anaanguka ndani ya zambi tayari anakufa. Na kuna pasta moja nikiokoka mwa hizo wakati, Mungu alikuwa ananitajia fulani alikufa na yuko mzima na anaendelea na kazi. Kwa sababu alianguka ndani ya dhambi. Na dhambi si hiyo ya usharati peke yake, dhambi yoyote. Sana niliona dhambi yoyote ni tamaa, lakini nikaoneshwa fulani alikufa. Nikasema mbona ni mzima na ninamuona anaendelea na kazi. Hapo kitu nilielewa,
kukufa ya mtu si dhambi ya usharati peke yake. Wakati mtu anatamani, ukatamani, tuseme unatamani ukuwe mtu fulani, unatamani kanisa ikuwe watu wengi, tayari hiyo tamaa si ya Mungu, ni ya shetani. Shetani ni alikuwa na hizo tamaa, anawaza mimi nitakuwa juu, nitakuwa na kiti Sasa wakati alitamani, hakufanya dhambi. Kwa hivyo wakati tu tamaa imeingia ndani yako, tayari unakufa. Unakufa kiroho. Kiroho unakufa. Na tamaa inaingia ndani ya mtu bila ye kujua na kuipiganisha. Sasa huo baba nikaendelea kumuona, mbona anahubiri? Sasa kitu ni hajui. Wakati unakufa, wakati kama uliwahi kukaa na Roho Mtakatifu, siku anakuondokea unamsikia. Na Roho Mtakatifu hataacha mtu completely haraka, anakuonya. Maandiki nasema yeye ni roho wa kuhukumu. Anakuhukumu, akakueleza kitu fulani unafanya ni kibaya, pole pole unabidi uache. Lakini kwa sababu tamaa iko juu kupita hii sauti ya Roho Mtakatifu, hautasikia. Utafata hii mawazo ya tamaa ndani ya moyo wako. Sasa kupenda vitu sana vya hapa duniani inaua sana watu. Okay. Sasa nikaona huyu baba wanasema nafariki na anaendelea na kazi, na kuna kitu kinasumbua watu wakufe, ni hiyo tamaa. Hata kama anaendelea na kazi vile Sauli alikuwa Sauli alikosa kumtii Mungu. Mungu anamuondoa kwa ufalme na wanamwagilia mafuta Daudi. Lakini Daudi hakukuja kwa hii kiti haraka, lakini tayari Mungu alikuwa anamuondoa Sauli. Na wakati Mungu anamuondoa mtu, hatasikia sauti yake, kwa sababu Roho Mtakatifu anaenda naye pole pole, uache hii, tubu, acha. Lakini yakaendelea. Sasa mpaka siku ile atakauka, anakauka. Wakati anakauka, chenye kinabaki ni kwenda kuuliza mamizimu. Utaona wapasta walikuwa wazuri mwanzoni, lakini kwa sasa bali mkosea Roho Mtakatifu, banamisi zile nguvu za Bwana na kusikia sauti yake. Ndio maana wanatafuta nguvu mali pengine. Ni kama bakuwe banasikia sauti, kesho takuwa ni kama ile inaitwa aje? Tunaitanga aje? Mbona sasa hiyo jina imepotea? Nita tu. Utaikumbuka tu. Watu wanakufa, wakati wanakufa kiroho, banaingia kiroho ingine ya kishitani. Ni kama divination. Kwa baendelee kusikia vile unasikia sauti mbaya. Vile Sauli sasa alikuwa anasikia sauti ya Mungu kupitia Samueli. Samueli akamweleza, Mungu anakukataa. Kama Mungu anakukataa, mimi sitarudi kuomba na wewe. Sasa Sauli alikuwa anahangaika, atapata sauti wapi? Na alikuwa anazoea kusikia sauti ya Mungu kupitia Samueli, wala na Mungu anaweza kumwendea na mweleza fanya hivi. Sasa wakati mtu anakufa kiroho,
kwa sababu aliwahi kukua kiroho akisikia sauti ya Mungu. Sasa na sauti ya Mungu inafungana, anateseka sana, kaenda kutafuta sauti zingine. Vile Sauli alienda kutafuta wale wa mizimu, ni yeye wakati aliingia kwa ufalme aliwaua. Sasa alienda kuwatafuta wamwelezee, vita hii nitashinda, munisaidie. Ni hiyo kitu inafanyika kwa sasa. Okay. Na hata kama nilikuwa naoneshwa hizo mambo zote, nilikuwa naendelea na mateso yangu. Nilikuwa naomba sana, ninamtafuta Mungu na sina chakula. Kuanzia nilirudi kwa uzima, nilijifunza kitu, nikasema Mungu, kila kitu ninashukuru. Na kushukuru Mungu kwa sababu una nguvu na uwezo. Hata kama wanifanyie nini, nilijifunza kushukuru Mungu kwa sababu sitaki kumzoea tena. Na sitaki kukufa kabla sijafanya byenye alinituma kufanya, kwa sababu kule nilipaona ni pabaya. Hata kama hauko ndani ya moto, kifo ni mbaya kama uko ndani ya zambi. Sasa wakati nilikuwa naendelea na hii safari, Mungu akanieleza nirudi kwetu, kwenye vita nilikuwa nayo kwetu. Sasa Mungu anakuwa mzuri sana kwangu, rudi kwenu, uliacha baraka huko, uende ukabarikiwe. Sasa wakati nilirudi, sikupenda nirudi, nilikuwa nadhani nitafanya wiki wala wiki mbili. Kumbe Mungu alipenda nikae mwa ile nyumba ya baba yangu mwenye alinifanyia mambo yote, na kuanzia ile siku aliondoka kwa nyumba hakurudi. Lakini Mungu aliniruhusu nirudi huko niweze kumrudisha kwa nyumba. Ni mimi nilimrudisha kwa nyumba. Kwa sababu wakati niliokoka niliomsamehe na nikawasamehe wote. Sasa wakati nilifika, jirani akanieleza, akasema baba yako analia sana, analia weye, niwe utamsaidia. Sasa kumbe kule wakati ninaomba, Mungu akaenda kumtengeneza huyu baba. Na nilijua baba hata niruhusu niolewe. Tayari nilipata bwana pasta, lakini nilikuwa naogopa kurudi. Lakini Mungu akasema baba yako atakuruhusu uolewe. Nilikuwa najipigania nitafute wa pastors, nigeuze pasta moja kuwe baba yangu. Sasa nimalize mambo, niachane na wale. Kumbe Mungu anafuatilia sheria zake. Mpaka baba ni yeye atanibariki na aniruhusu. Basi jirani akasema babaka anakulia, aliteseka sana kwenye alikuwa, sijui alifukuzwa, alikuja kwa nyumba, bale ba ndugu zako wanamfukuza. Na mvua ilikuwa inanyesha. Bali mfukuza wakasema wende, ulituacha huku tusomesha, wende. Sasa wakati jirani alinieleza, basi mimi ni alinipangia mpango, anakusanya watoto wake wanichukie. Sasa hapa wakati alinikuwa ananililia mimi, nilitamani nimuone. Bakampigia simu, tukaonana. Aliniuliza, "Si unajua ni mimi nilinunua mahali pale?" Nikasema ndio. Sasa wananifukuza, sina pa kulala. Nikamsikilia huruma sana, nikamweleza, "Uende ukachukue vitu yako ulete, uende ukuje kwa nyumba." Na walikuwa wanachukua pesa kwa nyumba, na ni mgonjwa wa sukari, hawawezi kumsaidia. Lakini mimi nilimrudisha kwa nyumba. Ilipita miaka 15 arudie. Mama akamkataa.
Mama yangu akalimkataa, akasema unarudisha mtu alienda kitambo, hatutakubali. Mimi nikawauliza, mtu alienda kitambo ni nani? Hamjui. Sasa mimi nikasimama kumpigania. Wakati alirudi kwa nyumba, anaanza kufanya kazi kama baba kwa nyumba, sababu yangu. Na mimi niko hapo, sikuondoka. Mungu akanieleza, ninataka nikurudishie kitu bali kunyang'anya. We ni mtoto wa watu. Mungu akaniweka hapo, nikakuwa kama mtoto, nikaendelea. Lakini shida ilitokea sasa, si kwa baba, ni kwa mama. Mama alinichukia sana, alikuwa na alinichukia. Kuna siku aliita jirani wetu, anamueleza, unaona sasa huyu sana okoka, maiti yangu nikakufa, asipime kukuja kwa maiti yangu. Sasa mimi nikamueleza, nilikuwa na ujasiri na Roho Mtakatifu alikuwa ananiwekea maneno ya kusema. Nikamueleza, mama, ninakupenda uko mzima, sina haja ya maiti. Usijali, sitafika kwa maiti yako, takuwa hapa uko mzima na ninakupenda. Anaanza kumuuliza rafiki, anasema, si unaona kitu nilielezea, huyu aliharibika. Sasa ule rafiki, ule baba kaniuliza, ananiita majina, anasema Zura. Ni kitu gani kilikutoa kwa Uislamu? Mimi nikamuletea pointi. Roho Mtakatifu alinisaidia. Nikamweleza shida ni huyu Mungu wa Waislamu anazungumza lugha ilinishinda kujua. Hiyo ni moja. Nikamweleza yingine ni huyu Mungu wenu mnanawa uso, mikono na miguu, lakini hawezi kufika kuroho zenu azitakase. Na nilikuwa najifunza kwa mama, alikuwa na roho mchafu kwangu. Nikamweleza yingine ni na huyu Mungu wenu wa kutafutia network, mimi alinishinda kabisa. Unajua Waislamu akafika hapa hawezi kuomba bila kujua network iko wapi. Wao wanaangalia huku kama wanaangalia huko. Sijui kuna kwenye wanaangalia, tuseme nilitoka kule kwetu kuna network nyingine. Sasa na hapa ni mpaka network nyingine. Nikasema hizo mambo nilishindwa. Nikasema nitakaa na huyu Mungu si wa kutafutia network. Nikamweleza na yingine ni tena kwa kuomba mnaangalia huko chini na Mungu yuko juu. Si tuinue mikono juu tuangalie juu tumwabudu Mungu. Na yingine nikamweleza na mulisema vyote ni sheria hizo zote. Ni Mungu huyu wa Waislamu hawezi kumtaja huko toilet. Na kwa toilet Mungu anazungumza sana huko kwa toilet. Kama uko kwa bafu kunaoga unaanza kusikia sauti ya Mungu. Sasa Mungu wenu azungumze hapo. Sasa huo Mungu wenu alinishinda kabisa, ndio maana niliamua sitarudi. Bali nichukia hapo zaidi. Mama kalia machoza unaona hao Waislamu bana mapepo sana. Alilia akafanana kama mtu wazimu inamshika, akasema si mnaona mimi niko hatarini. Lakini kitu Mungu alinisaidia, baba alimtuliza, anakuwa ngambo yangu kwa sasa. Mama aliwahi kunilani, akashika maziba yake akapiga alikuwa ananilani, anasema kama ulinyonya hii ninakulani.
Kwa sababu ya kutoka kwa Uislamu. Nililia. Lakini wakati nilikuwa nalia, Mungu akanipa maandiko ndani ya Mizari 26. Nikaisoma, inasema hiyo laana haina faida. Sasa hapo akaenda kusema uongo, mimi sijui ninamtukana babangu. Nikamweleza sasa mimi mama alinilani. Na sasa hiyo laana wewe unaona kama inafanya kazi? Haikufanya kazi. Ya kwanza nilimweleza, nilikuwa nalia sana na nilikuwa mkubwa. Nikamwelezea, sasa baba, mimi mama ananilani. Akaniuliza, ulimutusi? Nikasema hapana. Anasema achana naye, usijali. Laana ya Waganda haiwezi kuwashika Wanyarwanda. Sasa hapo akamweleza, aliitisha baba, anasema ninamtusi. Tunaenda mwa meeting, anamuuliza, anakutusi nini? Anasema, unajua huyu anaokoka. Sasa baba kamweleza, mimi nilizaa watoto, sikuzaa madini. Ninakataa dini ndani ya nyumba yangu. Na yeye ni Islamu, lakini alikuwa ananitetea. Nakataa dini ndani ya nyumba yangu. Anasema, sasa huyu mtu ana miaka 30 na ni namna gani nitamfundisha? Hawezi. Kama alishatushinda kumfundisha mtoto, mwache aombe vyenye anataka kizuri, haombe shetani. Na kwa hiyo mimi nilikuwa siwezi omba kwa nyumba. Sasa ninatembea nikiomba kwa barabara. Siwezi taja jina la Yesu kwa nyumba. Kuna siku baba alinikuta ninatembea asubuhi sana. Akaniuliza, unaenda wapi? Mimi nikamweleza mahali wapi? Nikamweleza, unajua siwezi omba kwa nyumba, mimi ninaokoka. Sasa Waislamu nisitaje jina la Yesu mwa nyumba yao. Akanieleza, ngoja mimi tamaliza hii kitu. Alisema, mimi nakataa Waislamu kwa nyumba yangu. Ninakataa walokole kwa nyumba yangu. Ninataka watoto. Mwende mkatafute makanisa na mkatafute misikiti, mwende mkaombe huko. Sasa akawafungulia hivyo. Alisema hivyo, lakini yeye alikuwa anatetea mimi. Ndio naona. Kuna siku ingine alisema, aliona wananitesa sana. Alisema, wende ukamweleze pastor wako mkuje mchukue nyumba yangu muifanye kanisa. Sasa hapo amekutetea kabisa. Alikuwa ananitetea. Na ile Mungu alinionyesha, rudi kwenu, haijamalizika. Ile familia ilikuwa ilitengana. Sasa nilibidi niirudishe. Na si kujua ni mimi nilikuwa nafanya maombi ya kuwaombea na nikawarudisha vizuri. Batoto ba dada zangu na ndugu zangu walikuwa wanamkataa baba juu ya kutoacha. Sasa wakati niliendelea huko na maombi, baba alikuwa anaitisha mama, namweleza, "Sunipe watoto wangu." Na mama kamweleza, "So wapigie simu." Kwa sababu mama alikuwa naeleza, alibaacha, hana faida nini, anasema maneno mabaya. Na hiyo makosa wamama wanaifanyaga sana. Kama unakosana na bwana, unaanza kupiga watoto, unawekea maneno, banafanana ni wana kukosea. Inaweza kuwa mzuri sana kama mna vita na baba watoto, hawa wasiingie na wasijue, kwa sababu saa kama siku mutarudiana. Sasa kurudisha hawa watoto, uondoe kile uliwatia, itakuwa ngumu kwako.
Sasa baba alirudi kwa nyumba na niliomba na family nika yunganisha. Ukaiunganisha. Na hapo baba si alisema ni wanichukie. Alikubali. Nilimweleza nilipata bwana ni pastor. Bwana yako ni pastor saizi. Sasa after kuachana na yule. Sasa I think hiyo sasa ndio tutakuja kuelezea next time. Tujue sasa venye utakuja kuingia kanisani vizuri. Na venye sasa utaweza kupata bwana pastor. Na watu wenyu watamkubali ama hawatamkubali. Watoto wako watatoka kwa Uislamu wakakuja kwa Christianity. Hiyo yote tutakuja kusikia next time. Na I hope kama unapelekana na hizi episodes, tulikuwa tumefanya 1 and 2, now this is 3, and then we'll come for episode 4. Na kama uko hapo unaweza taka kuongea na mtumishi wa Mungu Kaitesi, juu unajua saa zingine nakuuliza tu maswali hivyo na kupima, huwezi jua, lakini kitu moja ninaelewa, ni kitu yenye unaongea ni kitu unafahamu vizuri, na ni kitu unajua venye unasema. Na pia imenifundisha kwamba Biblia pia unaielewa na umeweza kugrow, unajua kugrow kiroho, umegrow vizuri, na Mungu azidi kukubariki. Amen. Kwa hivyo kama uko hapo unaweza taka kuuliza dada Kaitesi swali yoyote, any comment, unaweza taka kusikia atapeana namba yake ya simu, unaweza communicate na yeye, wape namba yako ya simu. Namba yangu ni 0701 20 4004. Tarudia tena. 0701 20 4004. Majina ulisema ni? Kaitesi Zulaika. Kaitesi Zulaika. Mungu azidi kukubariki na kukuinua. Amina. Asante sana. Thank you so much. Hello everyone and good afternoon. Greetings from wherever you are. My name is Susan Kamau. Hapa tuko ni Skymo Creative Institute, na hapa Skymo tunafanya very many courses ambazo nitawaonyesha pale nje. And we've had a very good session on cyber security, and also to let you know that it's an institute that is TVET accredited, and you can bring in your children, and you can also bring in even you who are out there like me. I'm a mother, and I've been here for the last 4 or 5 months, and I'm going to be here for about another 4 or 5 months, and we are learning very good things. I've learned about photography, I've learned about editing, I've learned about cyber security. I'm going to learn. We've done drones. There's so much that you're going to learn. So please do not stay at home. Come over. Let us learn. And just to emphasize on what we are doing, we are going to interview a few people who are in Skymo, and just hear what they've been learning so that you can find it's an authentic institution. Let's just go out there and interview a few and just hear what they have to say. And today, by the way, it's our fun day, so we have so much going on. Let's go and see what's going on. So tell us something about yourself. Who are you? What have you learned? My name is Wanita Bainam, Blessing Githu. I'm new to Skymo here, and so far I really like the experience. I'm currently doing photography and videography. Yeah. Have you learned something? I've learned a lot. Like before I came here, I actually didn't know even how to use like Adobe and Akina Premiere Pro, After Effects. But now at least I have an idea and I can edit something. Skymo is a really great place to be, by the way. Like it's a very conducive space for someone to learn. It's a great place to be. Student 001. Talk to us. Hi, I'm Snoov. Yeah, I'm a videographer, video editor, photographer. You have a company, something? Small job. Small job, eh? Yeah. So what can you say about Skymo? It's a nice When did you join Skymo? I can't remember, but How was your journey? it was cool. Ukiwa wewe peke yako. It's a nice place. Yeah, someone can learn. Yeah. Learn a lot, eh? Yeah. All right, let's see what others are doing out there. Thank you so much. Jemo, come here. Let's hear what you have to say.
Here is Jemo. Yes. Yes, Jemo. I'm good. Yeah. Gen Z, tell us something. Come to SkyMo. It's fun being in What have you SkyMo. learned? Many things. Good. Yeah. Just come to SkyMo and see yourself. You've learned, right? Yeah. What are you studying? Videography and photography. As in film yote. So tunafanya filming pamoja. Vibaya Tuko hapa for 1 year. Perfect. Here we have a beautiful lady called Rita. Hi guys, I'm Rita from SkyMo. I love everything that happens in SkyMo. It's a very beautiful place. Everything doing with the film and production and everything that is happening behind me. It's an amazing something. So just try out. Please give yourself an opportunity so that you can get yourself some amazing job, because we don't just learn, we have practical classes. So come on to it. I love that. Thank you so much. George, Yeah. tell us something. Welcome to SkyMo. Here we don't only learn, but we have fun. A lot of fun. We Yeah. also have fun. Where did we go last time? Mount Longonot. Mount Longonot. We went to Mount Longonot. Ilikuwa fun. Ilikuwa very fun. All right, let's come to where is our DJ? We have here our twins. These are our twins. All right, who is going to talk? You see? So who's going to talk? Tell us. What did you learn? Free media production. Media production. Yeah. How was it? Fine, although I'm very passionate about it, and I'm ready to serve and to make fun. Yeah. So do you tell people to come to SkyMo? Yeah, it is a good school, creative school, which motivate all and which inspire a passion from any student. Thank you so much. Major. Wagwan. Welcome to SkyMo. Kila kitu ni free. Kwanza leo tuko na fun day. Leo ni fun day, leo ni fun day. Tunasikia poa. So Kenya naweza nini hapa? mimi nafanya film and media production. Ikoje? Iko on top. Siwezi sema kitu kingine. Ishakuwa mpaka ushatengeneza ishakuwa podcast. Naona mkikam kuna surprise. Wenye wanakaa hata wakisikia hii video kuna surprise nitawaambia usiku. Wakikam Sitaki kuenda sana. And all these are students. Huyu ni George Friki. Hebu kuja hapa tuonyeshe kamera. Halo. Mimi naitwa Friki shika. Naitwa George. I'm a photographer. Mimi ndo photographer leo. SkyMo mtajibamba. Everything is free wifi. Mimi nasoma DJ. Nitakuaje? Itakuwa tu poa. Ama niwadhikidha kidogo? Dhikidha kidogo. Haina haja. Tulia. Naitwa Small Koi. Hapa SkyMo ni kupoa, ni kufiti, ni BA, mkuje. Watasoma nini? Kuna courses mob, kuna video editing, photography, kuna videography, film and media production, motion graphic, kuna mingi, DJing. So wakuja watasoma. Malcolm tulifanya movie na yeye. Waicheki bedhe. Waliza swali. Sema something. Watu wakam SkyMo. SkyMo Creative Training Institute iko top. Wakuja wasome. Watasoma. Hebu tuambie Mwasi. Students. Hi, my name is Mars. Karibuni to SkyMo. I came just recently and I'm very, very happy. And it's worth coming to this school. What about the students? Are they friendly? Very, very friendly. You'll never feel like an outsider. I was welcomed with open arms by everybody. Perfect, Thank you. Hi everyone, my name is Morgan. I'm here as a student. I'm a photographer and a videographer. And tell them where we went. The other day, where were we? Where were you going? Last time we are in Mount Longonot. We enjoyed. You see the mountains. You see even animals. Yeah. Great. My name is Joseph Moneki Keara. I'm also I'm doing film production, and I'm also a photographer. JMK Photography, Facebook, Instagram, TikTok. Great. And all this is through SkyMo Creative Training Institute. And guys, we're having fun. SkyMo Creative Training Institute. You are all welcome.
Yeah, you can join us. Digital journalism. Journalist Mohamed Ali hapo hivyo. Okay. Yeah. Good. Let's hear what you are studying. What are you studying? I'm studying videography na photography. So naweza sema at Skymo mtu anajibamba kilan vitu anafaa kulan and you'll be very ahead of your game the moment unatoka hapa. So yeah. Good. Roxy. Roxy mwenyewe. Actually happy to be at Skymo. Studying media production and hopefully nita put into practice. Na pia manze, if you know you're passionate about media and film or journalism or DJing, come to Skymo. Skymo is the best place to be and it's where we create leaders. Okay, here we have Sebastian. Sebastian, people who don't live around here, what can you tell them when they come to Skymo? Wewe ukikuja tu Skymo, huko maploti ziko, ukikuja tu unaweza medi huko kuko fiti. Mtu atapata mahali pa kuishi. Nyumba ziko fiti, unaweza pata kuna maji ndani, loo ziko ndani. Kila kitu iko ndani tu, kuna tu vitu fiti, ukikuja tu Skymo ni mali safe. Sawa. So what we are hearing here is that hata ukikuja hapa Skymo na uishi hapa, utapata mahali pa kuishi, nyumba ziko. So please come over, hata kama hamuishi around here, come to Skymo. Ziko kibao. Perfect. Bye. This is our online ambassador from the US. Tell us something. Introduce yourself and tell us something. My name is Joanne Yambuda, and I'm here to help people come and join Skymo Creative Training Institute to come and join. So you tell them to come and learn online classes? They can do online classes. Yeah. You like it? Yeah. Good. So we also have online classes. We have our ambassador here who has just told us what she has experienced. So if you're out there and you want to learn, please get in touch with us. We'll arrange everything for you.